basi huyu sitamtazama tena. Bwana hapana. Nataka nimrudishie jibu lake kwamba amejichanganya sana alichokizungumza hapo awali kwamba redio ilianza kipindi cha vita ya dunia. Hujasema ni vita gani, pengine angalau hata ungesema ni vita gani. Bwana redio tafadhali redio ilianza nyuma kabisa karne ya 19, miaka 1895. Enzi hizo. Yani kabla kabisa hata vita vya kwanza au hata vita vya pili vya dunia. Hata vita vya nusu 895. Kabla kabisa ya karne ya 19. Lakini mtu ambaye aligundua bwana redio huyo alikuwa anaitwa Guglielmo Marconi kutoka kule Italy. Kutoka kule Italia kwa Kiswahili tunaweza tukasema hivyo. Na yeye aligundua mawimbi ya redio miaka 1901. Bwana Marconi huyu alifanikiwa kutuma ujumbe wa redio kuvuka bahari ya Atlantic. Bahari kubwa sana ile. Sasa hapo ndipo redio ilithibitishwa rasmi kama chombo cha mawasiliano. Hata hivyo ukumbuke kwamba matumizi ya redio kwa umma, yani broadcasting, yalianza zaidi miaka 1920. Aisha hapo nimekosea? Nimesema rasmi. You see that? Rasmi. Okay. Tumekupata. Tumekupata bila shaka. Lakini rasmi sasa yalianzia huko Marekani na maeneo ya Ulaya huko. Sasa redio zikaanza kutumika kwa matumizi ya habari, muziki, matangazo ya biashara. Na hapo kwenye matumizi ya biashara ndipo ambapo sisi twenzetu sokoni tumejikita zaidi, si ndio? Sasa redio kwa upande wa Tanzania ilianza kutumika wakati huo ilikuwa inaitwa Tanganyika, miaka 1951. Miaka 10 tu kabla ya kupata uhuru. Redio ilianza rasmi kupitia kituo ambacho kilikuwa kinaitwa Sauti ya Dar es Salaam. Wakati huo ndugu yangu ulikuwa wapi? Sinza. Sawa. Anasema ilianzishwa wakati wa utawala wa Waingereza. Kipindi hicho Malkia wa Uingereza bado alikuwa anaendelea kutawala. Waingereza walitumia zaidi kwa matumizi ya habari, taarifa za serikali, muziki na vipindi vya elimu. Baada ya uhuru mwaka 1965, hapo tayari tulikuwa tumeshaungana na visiwa vya Zanzibar bila shaka Yes, na hapo redio ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa RTD, ni Radio Tanzania. Yes, kwa kipi unakumbuka tena? Mwaka gani huo hiyo? Sasa huyu naye huyu mwaka 1965. Yes, hapo ndipo ilipoanza sasa chombo kikuu cha ilikuwa masuala ya elimu, uhamasishaji wa maendeleo, matangazo ya kibiashara, ujenzi wa taifa. Ndio maana hadi leo hii bwana redio imekuwa chombo kikubwa sana ambacho kina support sana biashara za watu. Lakini pia nataka nizungumze hapo, ulimuuliza huyu peke yake, ulininyima mimi swali hapo kwamba kwa nini watu wengi watangaze redio. Ni kwa sababu hii ni tunasema ni cheap means of communication au ni simple sana. Mtu yeyote anasikiliza. Mtu mkubwa na hata mtu mdogo. Tunazungumzia mtu mwenye uchumi mkubwa na hata mtu mwenye uchumi mdogo. Kuna mtu sasa hivi anatoka Mbagara kule anakuja Posta huku, redio pale dereva hajatuacha mbali. Yani kuna mtu anasikiliza redio kwenye bodaboda, afu kuna mtu anasikiliza redio kwenye Benz.